usipotibu UTI pamoja na fangasi sugu inaweza kupelekea kupata PID. Usipotibu UTI sugu pamoja na fungus inaweza kupelekea kupata PID. Hapa namaanisha nini? Usipotibu UTI ikapona na kuisha yote, unaweza kupata shida ya fungus. Usipotibu fungus ikapona, inaweza kupelekea ukapata PID, ambayo ile hali ya kutoka uchafu ukeni. Sasa hebu tusikilize ujumbe wa dada huyu ambao alionitumia. Anaambia, mwanzo nilikuwa nasumbuliwa na vidonda vya tumbo, nikatumia dawa, nimemaliza. Juzi nilikuwa nina fungus, nimezitibu, zimeisha. Uchafu ukawa unatoka ukeni. Sasa leo nimeenda tena hospitali, nimetibiwa. Nimeambiwa nina UTI, PID na uvimbe. Okay? So huyu dada anasema kabisa alikuwa na vidonda, akatumia dawa akamaliza. Lakini pia akaambiwa na fungus, akatumia dawa akamaliza. Lakini still bado anaambiwa uchafu unatoka ukeni, ameambiwa ana PID, ana UTI na PID. So fungus usipozitibu, kuna uwezekano mkubwa ukazalisha changamoto nyingine, kwa sababu once inapokuwa kubwa au inapokuwa kwa wingi, bakteria pia wanazaliwa kwa wingi ambao wanaweza wakazalisha au kazaliwa tatizo jingine tena. Lakini pia nimekuwa nikipata malalamiko juu ya wanawake ambao wanatumia dawa nyingi za hospitalini na zinatuliza kwa muda mfupi. Lakini ni ukweli usiofichika kwamba 90% ya matibabu ya hospitalini kazi yake ni kutuliza na sio kutibu. Huo ndio ukweli ambao hakuna daktari wa hospitalini atakaye kuambia. 90% ya dawa za hospitalini kazi yake siku zote ni kutuliza na sio kutibu. Sasa ifike mahala turudi katika matibabu ya asili. Dr. Kuboja ninatibu changamoto ya magonjwa ya zinaa, magonjwa ya kuambukizwa kwa njia ya ngono, sexually transmitted disease, ikiwemo UTI, fungus, PID. Yote haya yanawezekana. Lakini hapa chini ameambiwa pia ana uvimbe. Sasa sijajua uvimbe unaweza kusababishwa na vitu vingi sana. Kuna uwezekano mkubwa lifestyle, katika vyakula ambavyo mhusika huyo amekuwa akivitumia. Yote hayo yanaweza kapelekea pia kwenye shida ya uvimbe. Kwa hiyo habari ya uvimbe hiyo ni another case. Uvimbe is not about PID na nini. Inaweza zikawa ni contribute factors ambazo zinaweza kumpelekea mhusika kwenye tatizo, lakini uvimbe hiyo ni saratani kwa lugha nyingine. Sasa saratani inakuwa contributed na lifestyle ya mhusika. Yaani vyakula ambavyo anavyovitumia mhusika mara kwa mara ndivyo vinaweza vikampelekea kupata saratani. Kwa hiyo wanafunzi wangu mlioko hapa, naomba tuweze kuwasiliana. Kama una changamoto, iwe ni mwanamke, upate matibabu ya asili. Haya ndio matibabu yatakayo kusaidia kuweza kudhibiti na kupona changamoto yako yote ya kiafya. Kwa hiyo naomba tuwasiliane kupitia namba ifuatayo kama utakuwa unahitaji matibabu: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako.